23 mwezi wa 6 ni maadhimisho ya siku ya wajane duniani. Tumeona kabla ya kuanza maadhimisho, kabla ya kuadhimisha hiyo siku, tuwe na matukio mbalimbali. Tumekuwa na tukio la kupanda mlima Kilimanjaro, tumekuwa na tukio la kutembea hifadhi za wanyama, tumeweza kutembelea Manyara, Ngorongoro, Tarangire, Serengeti. Lengo letu ilikuwa ni kupita na kampeni yetu ambayo tulikuwa tumeipa jina la The Kilimanjaro Widows Summit. Tuliita jina hilo kutokana na sifa za mlima wetu. Kwa hiyo na sisi pia tuliweza kupanda mlima tarehe 6 hadi tarehe 11, ni kupeleka ujumbe ambao ulikuwa unasema andika wosia kuepuka migogoro ya mirathi. Changamoto ambazo zinatokea kwa wajane ni pale ambapo marehemu alifariki na hakuandika wosia. Kwa hiyo kama hujaandika wosia, lazima changamoto za mirathi zitokee, kwa sababu kama hujaandika utaandikiwa, na kama hujapanga mambo yako utapangiwa. Kwa kampeni yetu hii inaelimisha jamii kwamba panga mambo yako mapema, andika wosia kuepuka migogoro ya mirathi, kwa sababu migogoro mingi ya mirathi imewaacha wajane katika hali ya umaskini, imeweza kupoteza mwelekeo wa watoto walioko mashuleni na wameshindwa hata kusoma. Changamoto za migogoro haziishi tu hapo kwenye kunyang'anyana mali, zinaleta chuki, zinatenganisha familia. Kwa hiyo unakuta mjane anabaki peke yake na watoto, hana mawasiliano na upande wa pili, kwa hiyo hata kupata support inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tumeona kwamba jamii iweze kuelimishwa, na tumeanza sisi kuielimisha jamii kwamba jamii wawe na mazoea kuandika wosia. Sisi ni nani jamaa? Sisi wajane. Sisi ni nani jamaa? Sisi wajane. Watoto wanawategemea, taifa linatutegemea. Sisi wajane. Wanapoandika wosia wanaiacha familia katika hali nzuri, kwa sababu wosia sio uchuro, wosia ni upendo, wosia ni kujali familia yako, wosia ni kujua kwamba mali zako zitabakije na familia yako itabakije unapokuwa haupo. Lakini pia wosia una mambo mengi ambayo yalikuwa ni siri, ambayo ulifikiri ni siri ukiwa duniani, lakini unapofariki dunia yanakuwa sio siri, ni yako hadharani. Sasa unakuta kuna mambo ya muhimu ndani yake. Mfano mdogo ni kwamba labda mtu ana mahusiano mengine, ana watoto wengine tofauti na wale watoto ambao wanatambulika kwenye ndoa. Wanakuja kutambulika wakati mwanaume amefariki au mwanamke amefariki. Haileti picha nzuri. Ni vizuri ukaweka mambo yako sawa ukiwa hai. Andika, kwa sababu wosia hautumiki ukiwa hai na wosia hausomi ukiwa hai. Wosia unaanza kazi pale tu mtu anapofariki dunia. Kwa hiyo kama ni jambo lako la siri ukiliweka kwenye wosia, halitajulikana popote pale. Kwa hiyo sio tatizo kuandika kwamba una mahusiano mengine au una watoto wengine na mustakabali wao utakuwaje ukiwa haupo duniani, mali zako utazikwa wapi, hata madeni tu, kwamba mimi nitakapofariki dunia ghafla nina madeni sehemu fulani. Lakini pia hata akaunti andika kule, kama mimi kwenye Tigo Pesa, kwenye M-Pesa, kwenye Airtel Money nina kiasi fulani, andika kwenye wosia. Unapoweka kule hakuna atakaye usoma, utasoma utakapokuwa haupo duniani. Tutajua kwamba ulikuwa na M-Pesa na password ilikuwa ni nini, tutajua ulikuwa na account, tutajua utazikwa wapi. Ni vizuri jamii kuwa na mazoea kuandika wosia ili kurahisisha maisha ya mjane na watoto, au kurahisisha maisha ya mgane na mtoto, wale tu wanaobaki, kwa sababu kwenye familia hatusemi anayetangulia ni nani. Mungu ndiye anejua anayetangulia, lakini pale anapotangulia yeyote, iwe ni mwenza wa kike au mwenza wa kiume, wosia unapoandikwa unamwacha salama. Lakini tofauti na hapo, migogoro inaleta msongo wa mawazo, migogoro inaleta magonjwa, migogoro inaleta matatizo mengi sana. Hata huwezi kuendelea, huwezi kufanya kazi vizuri kama una mgogoro, huwezi kufanya biashara vizuri kama una mgogoro. Kwa kampeni yetu tumeipa jina la The Kilimanjaro Widows Summit 2026. Tutaendelea na kampeni hii kwa muda wa miaka 3 kuelimisha jamii umuhimu wa kuandika wosia. Tuna imani kabisa jamii itakapopata elimu na tukaihamasisha ikafanya hivyo, tutakuwa tumetatua migogoro mingi sana pale mwenza anapofariki dunia, iwe mwenza wa kike. Kabla hatujaanza hii siku ya wajane duniani, tulikuwa tunaadhimisha katika siku ya wanawake. Tulikuwa tunajua sisi ni wajane, ni wanawake, tunaweza tukakaa tu na wanawake tukaadhimisha siku ya wanawake duniani. Lakini kagundua kwamba kuna tofauti ya kukaa na wanawake na kuwa mjane. Tofauti ni kubwa sana. Tunapitia changamoto ambazo zinatofautiana. Mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa ana changamoto zake. Mwanamke ambaye amepewa talaka ana changamoto zake. Mwanamke ambaye hajawahi kuolewa kabisa ana changamoto zake. Mwanamke mjane ana changamoto zake. Kwa hiyo hawa wanawake hawezi kuwakusanya sehemu moja kuweza kutatua changamoto zao. Kwa
hiyo tukaona kwamba Umoja wa Mataifa umefanya vizuri sana kuhakikisha kwamba wanatenga siku ya wajane duniani ambayo ni tarehe 23 mwezi wa 6. Kwa vile ni mara yetu ya 12 tuliamua kufanyia mkoani Kilimanjaro kwa sababu tuliona kwamba tuwe na shughuli mbalimbali kuelekea kilele cha maadhimisho ambayo ni leo. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa ni kwamba tufanye watu waweze kututizama na kuona kwamba kuna kitu kinaendelea. Lakini sisi lengo letu sio kutizamwa, ni ujumbe wetu uweze kupenyeza kwa jamii na kuwafikia kwa wepesi. Kwa hiyo The Kilimanjaro Widows Summit ulibeba ujumbe wa andika wosia kuepuka migogoro ya mirathi.